anayejiamini hamna. Nachagua ule pale, simama. Letayo wa kwanza, mwingine form 5. Form 5 mmoja, simama. Mwingine form 3. Form 3. Form 3 simameni. Form 3 hapo. Form 3. Gibson simama. Form 2. Simama. Form 1 mmoja. Form 1. Form 1 nachagua yoyote. Simama. Haya, maswali yanakuja. Yesu aliishi miaka mingapi duniani? Kama hujasimama tulia kama ulivyo. Alitumia miaka mingapi kuhubiri Injili? Miaka 33. Kama una diary andika pointi za muhimu, tutauliza tena kesho. Yaani kuna miaka ambayo Yesu alikuwa hahubiri Injili, ila kuna miaka ambayo Yesu alianza kuhubiri Injili. Ilikuwa mingapi? Sasa ngoja nibadilishe session kidogo. Letayo kaa. Wewe simama, simama. Alafu form 5, form 6 mko hapo nyuma, chagueni mwakilishi mmoja. Kasanda simama. Yaani wewe Kasanda utachangia na akili za form 6 wote hapo, swali likiulizwa mpate majibu. Amina. Form 5 pale hivi, si ndio? Form 1. Form 1 mmoja asimame kuwakilisha wenzake. Elisha simama. Form 2 hamna. Haya. Endelea. Swali la pili. Haya, Biblia kuna mtu mmoja alionyeshwa maono, akapelekwa hadi mbingu ya 3. Huyo mtu akasema kwamba nalimuomba Mungu mara 3 aniondolee mwiba huu. Lakini Mungu akamwambia kwamba neema yangu ya kutosha. Sasa huyo mtu alikuwa na ulemavu gani? Na huyo mtu ni nani? Na huo ulemavu ambao Mungu alikuwa anamuomba Mungu amuondolee ni upi? Kasanda fikiria na form 6 hapo fikiria. Swali. Jibu. Kama unajibu nyosha. Natoa dakika moja. Sio Musa amekosa. Haya Kasanda. Alikuwa ni Paulo, aliomba ondoleo ulemavu. Atutulie sasa tusikilize majibu. Wewe jibu la kwanza aliyekuwa na ulemavu ni Paulo. Lakini je, alikuwa na ulemavu gani? Ambao alimuomba Mungu kama muondolee, lakini Mungu akakataa kumuondolea. Form 2. Mmepoa? Yoyote ambaye anaweza akajibu. Chongo. Haya, ukifungua Galatia sura ya 4. Paulo anasema kwamba najua kwa jinsi mlivyokuwa mnanipenda ningekuwa radhi kutoa macho yenu ili kunipa mimi. Paulo alikuwa na chongo, yaani alikuwa ni jicho moja. Pia alikuwa na tatizo la kuona vizuri. Sio kipofu jamani. Nani ananiambia huyu anaitwa nani? Mtu ambaye one eye only. Chongo. Kuna tofauti kati ya kipofu na chongo. Bwana asifiwe. Ni nani kati yenu ambaye anaweza kujiamini akataja wanafunzi 12 kwa mtiririko
bila kukosea. Swali rahisi lakini gumu. Yaani unawataja yani bila kusasa, yani wote. Wewe ambaye uko tayari anyosha mkono. Hata kama mjasimama lakini unajibu wewe unanyosha mkono. Mmeshindwa? Haya, anajaribu. Akitaja mmoja tunasema moja mpaka afike 12. 1, 2, 3, 4, 5. Gari likazima. Yuda. 6, 7, 8, 9, 10. Bado wawili. Tayari. So usitaje kama hujasimama. Sawa. Sije kwa. Nani anaweza kanitajia majina ya wazazi wa Musa, baba yake na mama yake Musa? Msome Biblia. Majina ya baba yake na mama yake Musa. Hata wengine mnaweza mkanyosha mkono. Mungai wanasema wanaonewa. Sawa, amna malishi miaka mingapi? Yaani hata kama una Biblia kuleta amna malishi. Haiandikwa. Ya 5. Wewe kuna jibu huku hivi. Jibu hili huku. 555 amesema. Amraham. Na sehemu fulani hivi wanataja majina ya watu ambao waliingia Misri wale 70, alafu majina ya watu waliotoka Misri pale kwenye Kutoka 10 na kitu. Hapo pale kwenye kabila la Lawi wakataja pale wana wa Lawi, Gershoni, Merari, Kohati. Alafu kwenye ukoo wa Gershoni wakamtaja baba yake Musa, wakamtaja mama yake Musa, alafu pale wakataja miaka ya baba yake Musa ilikuwa 137. Swali la mwisho ili jepesi. Mwanafunzi aliyebadili nafasi ya Yuda. Na mimi na swali la mwisho. Rahisi kuliko yote. Aliyeishi miaka mingi kuliko yote kwenye Biblia. Wewe tulia. Challenge yako imekuwa kali sana. Dogo naye ajibu. Aliishi miaka mingapi? Miaka mingapi? 969. Na wewe? Hiyo. Safina ya Nuhu ilichukua miaka mingapi kujengwa? Safina ya Nuhu ilichukua miaka mingapi kujengwa? Anaipata.
Ilikuwa miaka mingapi?